Na kwa watakaweza kupenda kujifunza namna ya kuweza kutibu magonjwa ya kuku, namba yangu ya simu ni 0762956366 na jina langu ni Deogratias Yagomba, na hiyo unaangalia ni Yagomba TV. Epukana tu na matapeli, kwa sababu matapeli wapo pia wanachukua video zangu wanajifanya wao ni Yagomba. Kwa hiyo uwe makini na hilo. Hakikisha kama unatafuta katika namba ambayo nimeweza kuitaja, ambayo ni 0762956366, na hii hapa ni Yagomba TV. Leo nataka nizungumze kuhusiana na magonjwa kama 14 kwa wakati mmoja, ili kwa wale wafugaji waweze kujifunza. Lakini imekuwa nikifundisha namna ya kutotoa vifaranga vya kuku, namna ya kuweza kufuga kwa maana ya magonjwa au utengenezaji wa chakula cha kuku aina zote. Kuna vitabu ambavyo nakutumia kupitia WhatsApp, vipo katika mfumo wanasema ni PDF, basi unaweza kupata mafunzo hapo ulipo. Karibu sana. Katika ugonjwa ambao nataka kuzungumzia hapa mtazamaji, kuna magonjwa yako mengi of course, lakini haya ni baadhi ambayo ni konki wanasema, magonjwa makubwa kabisa. Namba moja imeshikiliwa na Marex. Marex ni ugonjwa gani kwa watu wasiofahamu wafugaji? Ni kwamba Marex ni ugonjwa ambao ni aina yake, yani wanasema type ni viral au viral, ambayo wenyewe symptoms zake labda au dalili zake ni kwamba anapungua uzito, anajikunyata, analala chini, lakini pia uwezo wa kuona unaisha, na saini ambayo ni kubwa zaidi, ana paralyze miguu, unakuta amekaa chini na amechanua miguu. Basi huo ugonjwa unaitwa Marex, na ugonjwa huu kwa mara nyingi huwa hauna tiba, isipokuwa unaweza prevention, maana ya kuweza kukinga. Kuna chanjo maalum ambayo ya Marex, lakini kwa mfano kama ndio umekutwa na kadhia hiyo, kuna namna fulani tunaweza tukafanya. Haya ni mambo ya kuweza kujifunza zaidi. Hiyo ni Marex. Na ugonjwa namba 2 katika upande wale nimeweza kuzungumzia hapa, tukiachana na hiyo Marex, ugonjwa namba 2 ni coccidiosis, yani ugonjwa wa matumbo. Ni ugonjwa ambao unapata kuku au ndege aina mbalimbali, na aina ya type au aina ambayo inasababishaga ni parasitic. Hawa ni protozoa, ni moja kati ya ni viruses ambao wanasababisha ugonjwa wa coccidiosis, magonjwa ya matumbo haya. Na ni kuharisha, wakati mwingine pia kutoka na damu, inawezekana kuharisha damu na kadhalika. Lakini pia unakuta anajikunyata, kama ni ukuaji unakuwa ni slow, unakuwa kwa chini. Lakini kuharisha kwa mara, kuna vinyesi vya rangi tofauti, kuna njano, kuna upande wa damu na kadhalika. Lakini zaidi dalili ya kuharisha. Na kuna namna ya kuweza kukinga ambayo tutajifunza hapa mtazamaji wa Yagomba TV. Usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel, na ukihitaji kujifunza vitu mbalimbali ni 0762956366. Na namba 3 ni ugonjwa unaitwa avian influenza au mafua ya kuku, ambayo pia ni aina yake ya virus ni viral. Lakini pia dalili za huu ugonjwa ni kwamba anaweza kupata, kama ni kuku wako anapata, ni kwamba kuweza kupumua vizuri, lakini pia kumeza, lakini pia anakuwa na stress kweli. Wakati mwingine pia huwa wanapata magonjwa ya diarrhea, kuharisha, lakini pia vifo vya ghafla. Kama kwa kuku wanaotaga, basi jua utagaji utaweza kushuka kwa haraka zaidi. Lakini kumbuka pia huo unaambukiza. Kwa hiyo kwa njia ya hewa ama kuchangia vitu mbalimbali kama upande wa maji, vyombo vya maji, chakula na kadhalika. Hiyo ni diarrhea, nao pia kuna namna ya kuweza kukinga. Na ugonjwa mwingine ambao nataka kuzungumzia leo hapa kwa wafugaji wa kuku wote ambao wanatazama Yagomba TV, ni ugonjwa namba 4, unaitwa ni Newcastle disease au wanasema mdondo au kideri, ambao huyu pia ni aina ya virus, ni viral pia. Ndio aina hiyo. Na kwa kifupi tu, ugonjwa huu kama akipata kuku au ndege, anza kupata pia matatizo ya kuharisha, lakini pia
sinzia kabisa, akawa hana nguvu. Lakini zaidi kabisa ambacho kinaweza kuthibitisha kama ni ugonjwa huu, huwa shingo yake ile inakuwa inazunguka, anaanza kuzungusha kwa nyuma na kifo, yani kama inapata paralyzation fulani, ina paralysis fulani hivi, kwa anakuwa anazungusha kichwa chake na nyuma, inakuwa hana uwezo tena na kifo, na unaambukiza pia ugonjwa kama kuku anataga kutaga. Na ni vizuri pia kuna namna ya kuweza kufanya ili kuweza kuzuia, lakini zaidi tu kuna chanjo ambayo ipo inaitwa Newcastle tunaweza tukaitumia, lakini kuna mambo mengine pia kufanya hayo ya kujifunza. Na ugonjwa mwingine ambao nataka kuzungumzia leo ni ugonjwa wa Salmonella. Unasababishwa na bacteria ambayo wanakuepo katika maeneo ambayo tunakuwa tunafanya chakula chetu ama ufugaji wetu kwa ujumla, na sehemu zingine tofauti tofauti. Na dalili kubwa pia anaanza kualisha, kutapika kwa mara, jikunyata na kushindwa kukaa vizuri, anakuwa na stress. Nao pia kuna namna ya kuweza kukinga. Na kuna ugonjwa mwingine hapa ambao nimeweza kuzungumzia ni vile ni Salmonella. Salmonella ni ugonjwa ambao pia huwa wanapata kuku au bata au ndege. Ni inasababishwa na bakteria ambao wanatokana na mazingira yetu ambao tunakuwa tunafuga. Lakini kuna baadhi ya aina fulani ambao ningeweza kuzungumza kwa undani zaidi, lakini hiyo tuweze kuzungumza sana. Lakini zaidi Diarrhea, ugonjwa huo pia unakuta ni wa kuharisha. Salmonella ni Salmonella nazungumzia, anaalisha, anaweza kupata pia mtatizo kuharisha. Lakini Salmonella wakati mwingine kinyesi cha rangi ya kijani huwa ni moja kati ya sign za ugonjwa huo, na kama unavyopata kuna shida nyingi zinaweza kutokea. Kuna kitu kingine pia hapa, ugonjwa mwingine, yako magonjwa mengi mtazamaji wa Gomba TV. Kuna Mycoplasma ambao pia aina yake ni bacteria ambao baada ya dalili kwa mfano kohoa, anajikunyata kwa maana ya kukua na sneezing, yani maana yake kosa ile matatizo ya kuweza kula, kama chakula naweka hapo nashangaa kiishi kinabaki ndani ya banda. Kama ni wanataga hawatagi vizuri, wanashuka kabisa utagaji, kwa hiyo kwa mfugaji inakuwa ni shida. Huo ni ugonjwa namba 6. Ugonjwa namba 7 hapa ni Fowlpox. Pia na hii ni viral, ambayo ni vira ambayo inaenda kushambulia kwenye mabawa, kwenye jicho, ndani ya mdomo. Nao pia vile pia unaweza kushangaa kama wanataga hawatagi, mdomo wenyewe unakuwa una shida kwenye ngozi yake, kunapata shida kwenye jicho lile, kile jicho chake kile cha ndani kile kinakuwa kina rangi tofauti ambayo sio kawaida yake. Fowlpox nimesema ni moja kati ya ugonjwa. Namba 8 kuna infection bronchitis au kwa kifupi nasema IB. Huu pia ni ugonjwa wa viral ambao tabia zake za ugonjwa ni kwamba, au dalili ni kwamba anaweza kama kusiz, anatulia sana, anakuwa na kohoa, anatokwa na machozi kwenye jicho. Lakini pia kama wanataga hawezi kutaga, utashuka tu. Wakati huo pia hata mayai yake yanakuwa, shape yake inakuwa tofauti. Hasa nazungumzia kwa wale kuku ambao wanakuwa wanataga. Kuna namna pia kuweza kufanya ili kuweza kuzuia ugonjwa huu. Namba 9 kuna ugonjwa unaitwa Coryza au infection Coryza. Huu pia unasababishwa na bacteria ambao unaoshambulia sehemu mfumo ule wa chakula. Kwa kama alikuwa anakula hawezi kula vizuri, kupumua hawezi kupumua vizuri, kutokufanya kazi kwa ile ya kawaida. Na mara nyingi sana huwa kamata pia kwenye jicho, unakuta inakuwa lina maji mengi fulani hivi kwenye jicho. Lakini zaidi kuna kitu kama kitu kimevimba ndani ya jicho, kama kuna kitu kama usaa hivi, ama maziwa fulani kibonge kinakuwa ndani ya jicho, ambao toa jicho kidogo hivi, ukisema binue ile ngozi ya jicho unaona kuna kitu kiko ndani pale. Kwa hiyo anapata pia matatizo ya upumuaji na kadhalika. Kwa hiyo kuna vitu vyaweza kufanya. Kwa namba 10 kuna Chlorella. Hii pia ni aina ya bacteria ambao unakuta wanashambulia mfumo
wa kula chakula, anaweza kupata matatizo kula chakula, baadhi ya dalili, kualisha na vifo vya ghafla. Yako mambo mengi hapa, kuna namna kuweza kufanya. Namba 11 ni internal external parasites, hao ni wadudu wale wa ndani ama nje ya ngozi. Hapa nazungumzia chawa, kuna utitiri, kuna wadudu wadogo. Hao pia huwa wana madhara kweli, hasa kwa na wataga, lakini pia kwenye ukuaji. Anaweza kusababisha kama kuku anakuwa na stress ya kuweza kung'atwa kila siku, kwa hiyo muda mwingi, kwa hiyo kwa sababu anakaa kwenye ngozi na kazi yao ni kunyonya damu, kwa hiyo inaweza kusababisha kama kuku anataga hawezi kutaga vizuri, manyoya yale yake kuweza kupoteza uhalisia, kuna uzito kupungua, stress kama ndio hivyo, kama yani kuna vitu vingi sana hapo, lakini kuna namna pia kuweza kulinda. Japo kuna dawa maalum ambazo zipo, tunaweza tukawapa dawa na wakaweza kupona. Namba 12 kuna egg binding. Hii ni moja wakati wa ugonjwa ambao wengi unguta hawajui. Yani kifupi ni kwamba ni kama kuku ama ndege wako anataga yai, linabana sehemu ambayo anatakiwa kutoka, na anaweza hata akawa anahangaika muda mwingi, na dalili zake kubwa ni hizo. Atapata stress, mambo pumwaji, atakula inakuwa shida kwa sababu inakuwa kuna kitu kinakuwa kina msumbua. Kwa kitaalamu tunasema ni reproductive issues. Hizi mambo ya uzalishaji haya ndio tatizo liko hapo, linaanzia hapo. Lakini zaidi egg binding kuna namna pia kuweza kufanya, na hatimaye anaweza kusababisha pia kifo kama hutachukua hatua za haraka. Yai ukuta limenata pale kwenye sehemu ambapo inatakiwa litoke. Namba 13 kuna nutrition deficiency. Haya kwa maana ya kwamba ni mambo ya hasa ya lishe ambao kimsingi nimesema tunaweza tukafundishana namna ya kufanya, kwa maana ya diet, kama unataka kulisha kuku wako vizuri uweze kupata matokeo. Sasa hapa kama utakuwa ulisha vizuri, kumbuka tu kwamba ukuaji wao unakuwa mdogo, lakini pia unapata matatizo ya miguu. Kama ni masuala ya mayai yanakuwa tepetepe, ganda lake inakuwa laini kabisa, linaweza kuvunjika, au kama la kutotoleshwa hawezi kutotoleshwa, vitu kama hivyo. Manyoya pia kupoteza uhalisia wake. Yote haya ni masuala ya symptoms ambayo kwa ni masuala ya deficiencies ya katika upande wa nutrition, kwa maana ya lishe. Na kuna kitu kingine inaitwa molting. Yani molting ni ugonjwa ambao unasababishwa na stress, stress, molting and stress related feather loss. Ni kwa kifupi niweke clear kidogo hapa. Hii ni ile matatizo ambayo yanasababishwa na stress ambayo na kupoteza uhalisia wa manyoya kwenye kuku wako. Kuna baadhi ya kuku unaweza kawaona unakuta manyoya yake yale ambayo anayokuwa yamebeba mwili wake anapoteza uhalisia na aweza kuisha au kunyonyoka. Ni moja kati ya magonjwa ambayo umekuta yanatokea katika baadhi ya wafugaji wengi. Usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel. Hii hapa ni ya Gomba TV, na hapa ni magonjwa, nimekuelezea magonjwa 14 ambayo kimsingi kama ni mfugaji unaweza kujifunza zaidi, lakini kukaribishe kwa watu ambao watakaweza kupenda kujifunza. Nimekuwa nikifundisha na hakuna utapeli wa aina yoyote. Jina langu ndio Gratis Gomba, na hii unaangalia ni ya Gomba TV. Kwa hiyo tutafundishana namna ya kuweza kufanya kwa magonjwa kama wewe ni mfugaji. Endelea kuangalia Gomba TV, usahau kusubscribe. See you next time. Hey, mambo vipi jamani wapenzi wangu? Kwa majina naitwa Habiba Cholagi. Niko hapa kukuelezea mwanadamu mwenzangu. Jamani, tunatakiwa tupambane kwa ajili ya kesho yetu. Nawaambia hivi, mambo mazuri utayapata kwa ya Gomba TV. Kwa wale wa mama au wa baba wanataka kujifunza ujasiriamali, kutengeneza sabuni za kufulia, sabuni za kuogea, dawa za nywele, mafuta ya kupaka, mafuta ya kupikia, batiki, ufugaji, kitu chochote kinahusiana na ujasiriamali, ukihitaji kujifunza, mcheki ya Gomba TV. Yupo kwa ajili yenu jamani. Kwa nini ukae nyumbani unateseka na njaa? Kwa nini ukae nyumbani ukiwa mnyonge wakati fursa zipo? Njoo kwa Gomba TV, jifunze ujasiriamali, uweze kujiajiri mwenyewe. Jamani, fursa ndo hizi. Ya Gomba TV anapatikana YouTube. Ingia andika ya Gomba TV. Kwa mitandao mingine ya kijamii
ingia Instagram, andika Deogratus_. Mimi Malkia Mweusi niko hapa kwa ajili yenu watazamaji. Mimi mwenyewe najifunza jamani. Kwa wale mnaofuatilia, nguo zangu nyingi na shona mwenyewe, nimejifunza kupitia Gomba TV. Nawapenda sana. Bye. Kuwa mjasiriamali inawezekana. Karibu tujiunge katika ulimwengu wa ujasiriamali. Jenga uchumi kwa kujiajiri. Yote kuhusu ujasiriamali unapata hapa kupitia Gomba TV. Kuna vitu mbalimbali utajifunza. Usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel. Call phone number +255 762 956 wote mnakaribishwa. Hii ni Gomba TV. Kuongea naye kwenye simu kidogo. Eyo Ishoboy Amini hapa bwana, anatazama Gomba TV.